Kila moyo una sauti yake, sauti isiyoonekana lakini inayosema katika ukimya. Mara nyingi tunasikia sauti za watu wengine, kelele za dunia, shinikizo za maisha, harakati za kila siku, lakini tunasahau kusikia sauti ya ndani, sauti ya moyo wetu. Swali kuu ni hili: hitaji la moyo wako ni nini? Ni mali? Ni mapenzi? Ni amani? Au ni kitu cha ndani zaidi, kitu ambacho hakionekani kwa macho bali kinaonekana kwa roho? Moyo wa mwanadamu ni safari ya hamu, ya ndoto na wakati mwingine ya maumivu. Kila mmoja wetu ana hitaji la kipekee. Wengine wanatafuta kuthaminiwa, wengine kueleweka, wengine kusamehewa. Wengine wanatembea na tabasamu lakini ndani wamechoka. Wengine wana mali lakini hawana amani. Wengine hawana chochote lakini wanalala kwa utulivu. Ndipo tunatambua si kila moyo unaopiga unaishi, na si kila uso unaotabasamu una furaha. Moyo unaishi pale unaposikilizwa, unapopendwa, unapopumzika katika ukweli. Kila moyo una kiu ya vitu vitatu vikuu. Kwanza, upendo. Moyo unapendwa, unafunguka, unakuwa na nguvu, unapata uhai mpya. Lakini unapokosa upendo, unakuwa na ukame. Upendo si maneno tu, ni tendo, ni kujali, ni kusamehe, ni kuona uzuri hata pale ambapo dunia haiuoni. Pili, amani. Kuna utulivu ambao haupatikani kwa pesa wala kwa umaarufu. Ni utulivu wa ndani unaotoka kwa kujikubali na kuishi kwa ukweli wako. Amani ya moyo ni zawadi, huwezi kuipata ukikimbia kila siku. Lazima utulie, usikilize na uache Mungu au dhamira yako iongee. Tatu ni kusudi. Moyo unahitaji kujua kwa nini unaishi. Kila siku tunapoamka tunahitaji sababu ya kuendelea. Bila kusudi, maisha yanakuwa mzigo, lakini ukijua sababu ya kuwepo, hata maumivu yanapata maana. Wapo mioyo iliyovunjika, mioyo iliyopoteza amani, marafiki au ndoto. Wengine waliumizwa na maneno, wengine na vitendo, wengine na ukimya. Moyo ulioumia huwa hauna haraka, unahitaji muda, unahitaji faraja, na zaidi ya yote unahitaji kusamehe. Kusamehe si kusahau, ni kuachilia mzigo unaokufanya ushindwe kupumua. Moyo unapojifunza kusamehe, unajifunza kupona. Na unapopona, unakuwa nuru ya wengine. Kwa sababu moyo uliopitia machungu, unapopona huwa wa rehema zaidi. Kuna hitaji la moyo ambalo hakuna mwanadamu anayeweza kulijaza. Ni hitaji la Muumba wake. Tumeumbwa kwa mapenzi na ndani yetu kuna nafasi ambayo ni ya Mungu pekee. Wakati mwingine tunajaribu kuijaza kwa vitu vya dunia, mafanikio, simu, sifa au tamaa. Lakini mwisho wa siku moyo utabaki na pengo. Amani ya kweli inaanza pale moyo unapojitoa kwa Mungu, unapokubali kwamba huwezi kila kitu lakini yeye anaweza. Katika sala moyo unapata pumziko, katika imani moyo unapata tumaini. Kama maandiko yanavyosema, Mungu yu karibu na waliovunjika moyo na huwaokoa waliopondeka roho. Zaburi 34:18 imeandikwa. Kwa hiyo leo, kabla hujalala, jiulize swali hili tena: hitaji la moyo wangu ni nini? Je, ninahitaji kupendwa au nahitaji kujifunza kupenda?
Je, ninahitaji kusamehe au ninahitaji kusamehewa? Je, ninahitaji zaidi vitu vya dunia au amani ya ndani? Kila jibu litakalokuja lisikilize kwa upole, maana ndiyo sauti ya moyo wako. Moyo wako si adui yako, ni rafiki anayetaka uishi kwa ukweli, anayetaka upumue, upende na uamini tena. Hivyo basi, tambua hitaji la moyo wako, na ukilishika utakuwa huru. Kwa sababu moyo uliojaa upendo hauna nafasi ya chuki. Moyo uliojaa amani hauwezi kuangamizwa na kelele za dunia, na moyo uliojaa kusudi lake huishi hata baada ya mauti. Moyo wako ni mlango, ukifunguliwa kwa upendo, dunia nzima inaweza kung'aa kupitia wewe. Edison Mbega.